kawa mashujaa na wapole wa kunena wasiwe kunyama. Hata leo wataka watakatifu wako, nawe wauliza tena nani aliyeko? Atakaye ni mtume afundishe vijana, ni tayari Bwana wangu, nitume mimi mwana, nitume mimi mwana, kama ulivyotumwa. Habari ya msamaha na dhambi kutubiwa, ni wahubiri wakosa na waliopotea, wokovu wake Bwana aliyetufilia. Amina. Nataka kuzungumza habari ya Yakobo. Amina. Alikuwa amechukua uzaliwa wa kaka yake wa kwanza Baraka. Kaka kwa amekimbia, akafika mahala fulani akawa amelala, akachukua jiwe akalala, akatengeneza kama mchego, sawa? Amina. Wakati analala, Biblia inasema baadaye aliota ndoto, akaona malaika wakipanda na kushuka, lakini akiwa porini. Amina. Mahali ambako yani ni mapori. Wakati anaamka akajua ni ndoto, lakini akasema mimi sikujua mambo haya. Kumbe mahali hapa kuna lango la wapi? Mbinguni. Kwa hiyo unaweza kuona kanisa lina tiles na kila kitu na madirisha, ameweka na madirisha ya vyuma, lakini asiwepo kuna lango la mbinguni. Amina. Ni polini ambako mtu amelala kwenye mtego wa jiwe. Mahali kama hivi ambako kama vikumbe kuna lango la wapi? Mbinguni. Kwa hiyo nikutie moyo mtumishi wa Mungu. Amina. Yamkini lango la mbinguni liko hapa, wala sio huko ambako tunawazia. Au wala kule unaposikia, hiyo ni makelele tu. Wakati Yakobo anaona anasema sikujua, yani sikujua. Akili yake ilikuwa inafikiria kwamba lango la mbinguni pa kupatikana ataenda kupatikana kule. Kumbe Mungu alikuwa pale ndio kulikuwa kuna lango la mbinguni. Pale alipoweka kichwa, anaona kuna maumivu. Najua kulala, hata mimi nashangaa si Yakobo aliwezaje kulala kwenye jiwe alafu usingizi ukaja na kuota. Yani mimi siwezi, uchovu. Unatembea sana alafu tena unalala kwenye jiwe alafu unapata na ndoto. Kwa kweli nadhani sasa hata katika maumivu Mungu anaweza kusema na mtu. Amina. Unaumia hapo, unatengeneza mazingira ya namna kama hiyo, unaumia, unatoa mfukoni, wakati mwingine hata nyumbani unajua unakula nini. Ni kwenye maumivu makubwa, lakini Mungu anakutokea, anakuonesha kuna lango ambalo utapita. Amina. Na Mungu akitoa lango hakuna mtu anazuia. Nikawa najiuliza siku moja, Zakayo amemtafuta Yesu sana. Ameenda kwenye vikumbi ambazo au sehemu ambazo Yesu anapatikana, hakuwahi kumuona. Sawa? Lakini Zakayo hadi kuonana na Yesu ameonania naye kwenye mkuyu. Nini kilichofanya? Alijua udhaifu wake. Wala hakushughulika na watu ambao wako nyuma yake anafanya. Sababu alikuwa kile akifika wanamzuia, hamuoni sasa Yesu. Sasa angewakisitikia watu, mbona mimi namchukia Julius ni mrefu yuko mbele yangu. Nitakiwa niwahi na kuta ameshafika. Namchukia, kujipunguza hawezi. Yupo kanisani lakini hawezi kujipunguza ili nimuone Yesu. So nabidi nishughulikie udhaifu wangu mimi. Nishajua mimi ni mfupi. Cha kufanya ni nini? Zakayo kama alikuwa amenunia watu, ikabidi tu waachane nao. Aanze atafute nini tatizo langu, akajua ni mfupi. Akaenda. Sema alionana naye Yesu. Alienda kuonania naye kwenye mkuyu. Amina. Leo yamkini hapa ndio ukao mkuyu wetu.
ambao Yesu tunaweza kuonana naye hapa ana. Amina, amina. Kufungua kila jambo ambalo lilikuwa limefungwa. Amina. Mungu awabariki sana. Mimi nikiona jambo kama hili nakumbuka mbali sana. Hivi nimeshafungua makanisa namna kama hii matatu. Kwa kazi ambayo ni shuruba ngumu, kazi nzito. Na nikiona kama hivi tunamuona Mungu hata kama unaweza usione matokeo ya leo. Tunahesabu lakini Mungu alivyonitokea mimi hawezi kuwa anatokea wewe hivyo. Anaweza kukutokea moja kwa moja ghafla ukashangaa na mito ikafunguliwa ukashangaa. Mimi nakutabiria ukainuka. Amina. Ukawe ni mtu ambaye mataifa watakujua. Watu watakuja. Lakini nikupe tu usia kwamba ndio tangaze Mungu wa kweli. Usije ukafanya kitu ambacho ni tofauti na kile ambacho Mungu amekuagiza. Amina. Ni vitu vibaya ambavyo sisi ni vijana ambao Mungu ametuamini. Kwenye huu ujana tuliokuwa nao wakati mwingine hatuwezi kukamilika, lakini tukiamua kujiaminisha kwa Bwana, tukafanya kile cha haki. Usihadaike na matokeo ya hapa na pale. Ya kusema mimi angalia mchungaji mwenzangu pale na kanisa, wewe tulia. Mungu aliyekuita kukaa hapa. Hayo makanisa taleta tu. Amina. Haribu sana. Sikarabosi rakorendere bosai hariboko shiga moko taseko ya moko rika hariboko ri on dir asi derbosa yakataraba urita tapa kubariki Bwana. Rindere kekero obosekete rima haora Tukuchagua Bwana, tukutumikie. Robo pao Hatukuwa Bwana na chakula chote ambacho ukiona kama kora mo ndirobos rikarakakora mandarabosa nimesema nirkira taka rikotara barabasaka rika simama roga pera simama rika rabo sekete sauti zote kimya rika tirobo sakarata rika ramadere kerebosika rika ramadere boseke sauti zote kimya tirabasakata nasimama mwenyewe raka estirete harama ni mimi niko ambaye niko raka duti rekese sauti zingine kimya hotira madori kawara pasaka horika li nimeweka uimara ndani yako, nimeweka uimara ndani yako, nimeweka uimara akirabosakada nimeweka uimara re da ndwe re kama orea nasimamia mwenyewe. Amina. Akarabosaka nasimamia mwenyewe rakiretekere barabawandaka riposeketera nasimamia mwenyewe. Sauti zingine kimya. Nakushukuru Bwana kwa neema yako. Asante kwa kuwa tukikuomba Bwana. Una ahadi wakutanapo wawili watatu kwa jina lako na kwa katikati yetu. Tumekuona Bwana katikati yetu. Tumetamka haya. Tunajua kwamba tunatembea mtumishi wako. Yesu akainuke, akaihubiri injili ya kweli siogoshia. Sababu hizi ni siku za mwisho, tunakutegemea sana na vijana kama tumetuita tukutumikie, tuko tayari kufanya kile cha kwako tu. Tuondolee tamaa, tuondolee jambo lolote ambalo linaenda kinyume na vile ambavyo umetuita, ili tukasimame na tuwe bora katika lile kundi la watu ambao wameonekana ni vituko katika jamii. Sisi Bwana tukasimame na neno la kweli. Hata tupite kwenye shuruba, hata tupite kwenye majaribu, hata tupite kwenye misukosuko, tubaki na tumaini lako moja na kuhubiri injili ya kweli, ili Bwana hata unakuja kulitoa kanisa tuwe ni miongoni mwa watu tutakapokula mbinguni. Kwa kazi uliyotupa tukalipwe Bwana ile taji uliyoziandaa. Haya nayaomba nikijua naenda kutenda kupitia jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kwa ushindi, tuseme amen.